Mwanangu chana nayo. Nyoosha vizuri huko upate kumwagia vizuri, maana si unajua mpira wenyewe umejikunja. Shika ule kule, huwa hapo mwingine, huwa achana nao. Wekea vizuri huko. Haya, hapo hapo. Ngoja ni unyooshe hapo. Huko umenyoosha vizuri? Njoo sasa uende kafungue kule, maji yapate kupita kwenye mahindi. Halafu mwanangu, nikwambie kitu. Kwa nini siku hizi umekuwa mtoro wa shule? Kila siku nikienda shule napewa lawama kama wewe uingii darasani. Kwa nini mwanangu unakuwa hivyo? Hebu angalia hali tulokuwa nayo hii. Kila siku tunalima matembele. Mimi nalima matembele kwa sababu yako wewe usome mwanangu, angalau ufikie kiwango uje baadaye kunisaidia mimi mama yako. Na wewe tena unataka uje uingie kwenye masuala ya kilimo, si ndio? Lakini kila nikikwambia yanatokea huko yanaendea huko. Maisha yenyewe yamekuwa magumu mwanangu. Pambana na kusoma. Mama yako napambana kwenye mboga mboga naenda kuuza huko barabarani, ili mradi wewe usome vizuri. Yaani umenibia kila kitu yani. Da. Simu nayo ipo wapi? Nishika hapa mkononi. Au nimedondosha? Mama we. Sasa mwenyeji wangu nitampataje jamani? Mbona kama sielewi? Huyu mtu ana shida gani? Hebu ngoja nikamuulize. Vipi kaka? Mbona umekaa peke yako? Uko sawa kweli? Wewe acha tu bwana. Hapo nimechanganyikiwa yani. Mbona hapo ulipokaa kuna jua kali sana? Hebu nakuomba tusogee hapa kivulini basi, ili uniambie kilichokukuta. Sawa. Mbona umeanza? Hicho unaenda kama mwalimu anachonikia wako kwa mimi ndio. Unataka uwe kama mimi mama yako? Niloishia elimu ya darasa la 7 na lima mboga. Na wewe tena unataka uishi hapa hapa? Mimi najitahidi kulima hizi mboga mboga, nikusomeshe ufikie kiwango cha juu, angalau baadaye maisha yako yawe mazuri. Sasa mdogo wako huyu anajifunza nini kupitia wewe? Yaani mdogo wako huyu bado mdogo, atakuja aige maisha yako wewe tena? Sio kweli mwanangu. Hebu pambana na masomo. Sawa mwanangu? Nyanyuka nenda kaangalie kama mboga zimeshaingia maji, ukafunge kule. Tupate twende nyumbani, maana
Njaa zinauma tena saa hizi. Shachoka. Ehe, hebu nielezee kakaangu, nini kimekukuta? Acha tu dada yangu, leo nikuta huko na balaa makubwa sana, yaani nishachanganyikiwa hapa sasa hivi. Kwani umepatwa na nini? Mbona kama unanitisha? Yaani kiufupi dadangu, mimi katika kijiji hichi ni mgeni. Nimetoka Dar es Salaam nimekuja kumsalimia rafiki yangu. Ila kwa bahati mbaya hapo njiani hapo nimekutana na wauni, wamenikaba, wamenitoa kila kitu. Yaani hapo kiufupi sielewi kabisa, na sielewi napoenda ni wapi. Kwa naomba nisaidie dadangu. Pole sana kakaangu kwa haya yote yaliyokukuta. Natamani nikusaidie, ila naishi na mume wangu pale nyumbani. Alafu ubaya wenyewe zaidi unakuja kwamba mume wangu ni mkorofi sana, kijiji kizima hiki wanamjua. Kwa hiyo sijui hata itakuwaje, na sidhani kama atalielewa hilo. Kuomba dadangu, uko chini ya miguu yako. Kuomba dadangu, nisaidie. Hebu nyanyuka kwanza. Basi sawa, mimi nitakusaidia, japo ni hatari sana. Nitajua jinsi ya kuzungumza na mume wangu. Nashukuru sana dadangu, kunipa msaada. Mungu akubariki. Basi sawa, maana kuna sehemu nilikopo naenda. Acha kwanza nikupeleke nyumbani ukapumzike, afu mimi then nitaenda baadaye. Karibu. Asante. Ndo mazingira ya nyumbani. Karibu. Asante. Hapa ndo ninapoishi. Karibu sana. Karibu. Kama nilivyokuambia, mimi mume wangu ni mtata sana. Kwa hiyo atakaporudi nitamtambulisha yeye kama kakaangu. Kwa hiyo usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, nimekuelewa.